Mama, nimekwambia mimi usinipige, unaona sasa? Utavunjika kiuno. Mtoto, umenifanya nini? Umekuwa mchawi siku hizi eh? Sasa nakupiga wewe na uchawi wako. Karibu uone. Hiyo ndo kazi ya kachumbari. Mtoto, umefikia hatua sasa ya kunijibisha mimi mama yako. Kwa hiyo umeamua kulisi uchawi wa baba yako, si ndio? Maana yule mzee ni mchawi kinoma. Yeye na ukoo wake wote mamonster. Sasa takutafuta msimu ujao. Kashindwa mechi. Asante sana rafiki yangu. Kwa hiyo unamaanisha mama hajakuona kweli? Hapana, wala hajaniona. Umeniona wewe tu, na kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Basi hiyo nzuri. Kwa sasa hivi naweza kuchokoza mtu yote na unaweza kunisaidia. Hapana, usichokoze ugomvi kwa makusudi, kwa sababu wewe ni mtoto mzuri, sawa? Sawa. Vice versa, vice versa, vice. Vice versa, vice versa, vice versa, vice versa, vice. Vipi? Sawa, vipi? Kama kawaida. Kama kawaida. Blaza wewe jao sana. Jao yangu ya nini? Wewe juzi unaona kabisa wale jamaa mimi wamenishika pale. Nishapigika. Afu kipondo sio kidogo, nishapigika sana. Yaani blaza unashinda kunisupport pale kunisaidia rafiki yangu. Kwa hiyo ulitaka mimi nikusaidieje? Pale cha kunisaidia wewe unatakiwa uwape simu au uwape ile pesa. Ili mradi jambo liishe. Si safi tu tungemaliza. Ile simu wewe uliniuzia au ulinikopesha? Simu nilikuuzia. Nilikupa shilingi ngapi? Ulinipa shilingi 50,000. Tulimalizana? Tulimalizana. Sasa kwa nini tena unianzie mimi? Nisikilize, yani pale ndo ukubwa wako ndo ulikuwa unatumika pale. Ublaza yani. Ndo ulikuwa unatumika pale. Sasa wewe ulishindwa kutumia ukubwa wako, umeacha mimi rafiki yangu mimi wamenikanda vya kutosha. Kwa hiyo mimi ndo nitakiwa niingie katika hayo matatizo ambayo yako kwako wewe, si ndio? Yaani matatizo yako wewe ni yatengeneze wewe kwangu mimi, si ndio hivyo? Kwamba mtu abebe matatizo ya mwenzake. Wewe umeona wapi yani uchawi wako wewe ni ubebe mimi? Wewe unanichukuliaje kwanza? Nisikilize nikwambie kitu blaza. Sawa. Ile shida pale ilikuwa kubwa. Sio kubwa kidogo, kubwa sana. Sawa. Mimi kipondo nimechezea na jamaa pale nyumbani kwangu wanakuja kufanya fujo mara kwa mara. Sawa. Mpaka tumekuja kumalizana hivi. Yaani kama Mungu tu. Anakuja kunisaidia mtoto hata simjui. Sawa, mimi sikukusaidia. Umelimalizaje hilo jambo wewe na wale jamaa? Nilimalizana nao lakini kwa mbinde sana. Kwa mbinde, yani walikufanya kitu chochote kibaya? Sasa huko umesema wewe. Hakuna chochote kibaya mimi nilichofanya. Wewe elewa hivyo tu tulimalizana ila kwa mbinde. Kama limeisha na mwenyewe umelimaliza, sasa unanipa lawama za nini mimi? Jambo wewe ndo umelitafuta na umeenda kulimaliza wewe mwenyewe. Shida iko wapi? Nyinyi binadamu mna matatizo sana nyinyi. Yaani nyinyi mnapenda sana kuwapa watu lawama. Hata kitu kama kimuhusu. Mimi ugomvi wako unanihusu nini? Matatizo yako mimi yananihusu nini? Wewe mwenyewe ndio ulitakiwa ulimalize lile jambo. Kwani wakati unakuja kuniuzia ile simu,
Uliniambia kama ile simu ilikopo ya mtu. Blaza, sawa, haina shida. Jishikilie mwanangu, acha lawama kama mtoto wa kike hajaongwa hela. Oh blaza. Mbona? Wewe achana na mimi, achana na mimi. Vice versa, vice versa, vice. Wewe. Vice versa, vice. Unaenda wapi? Tulia kwanza hapo. Blaza kaka vipi? Mbona unasimamisha kindezi? Yaani bora leo nimekukamata. Maana siku zile ulileta dharau. Yaani ulinikuta navuta bangi zangu, alafu ukaja ukananibia stimu, ukasababisha blaza ananipiga, yaani kisa wewe mtoto mdogo ambaye hata mkononi hapo hujai. Aha, nishakuelewa. Unavyosema bangi, hapo ndio ishakupanda kichwani. Kwa maana unafananisha watu. Umi bangi zimenipanda kichwani, si ndio? Sasa kama bangi zimenipanda kichwani, nakupa makofi ili na mimi nikupandishie, ili tupandishiane. Sasa tuone leo, huyu atakuja kusaidia ni nani? Wow. Kuna biashara gani inaendelea? Ingawa sikujui brother. Wajua dogo anazingua sana huyu. Tena anazingua sana, anapenda sana kufuatilia maisha ya watu, tena sana. Wewe kadogo? Unamjua? Sikiza mjomba. Mimi nakuelezea kila kitu. Kuna siku nilikuwa tunavuta bangi kwenye mjumba. Au vipi? Udogo akaja akasema, "Endeni shule." Wewe ndo kasema, "Vipi mbona kama hivyo atasalau?" Maana ghafla kaka akaja. Udogo akatazesheni akamuelekeza wao sisi tunavuta bangi si nini, akasababisha mpaka mimi mtu mzima napigwa kwa ajili yake. Acha sisalau hizo mjomba. Alafu namuelekeza anambia sinijui. Why? Kwanza ulichokiongea hapo unahisi na umri wako viko sawa? Yaani umri wako wewe saizi unatakiwa uanze kusoma. Sijui unanielewa. Sisi umri kama wako wako uko kuvutavuta, sisi tuko tunavuta uladi madrasa. Alafu na kushangaa saizi tunavuta bangi kwenye mijumba. Una akili timamu wewe? Unatakiwa uanze masomo mpumbavu wewe. Na hata kama huyu kafanya hicho kitu alichokifanya, mimi kwangu sawa, yani kongole kabisa. Wewe uwezi kumliko kama huyu, kama unawaza bangi eti mambo ya session nini? Unatakiwa ushike table pumbavu zako. Sasa nisikilize. Hichi nilichokiona hapa, sitaki kukiona tena wala kusikia. Iwe mwanzo na mwisho. Sijui unanielewa? Pita hivi. Mjomba mimi nakueleza kitu nzima. Nikazoea hajaelewa. Kumbe naye akili box. Wewe jenzi wewe. Usinivuruge sawa, si wainga tushachanganyikiwa. Sijui umeelewa wewe. Usitafute matatizo yasiokuwa lazima kenge. Pita hivi. Shabash. Kumbe nyewe ndugu mnatetiana. Sasa we dogo, nimekumaki aswa. Kuna mwanangu Juma na kauli moja hivi, sitaki mabalaa. Sasa wewe utafuta mabalaa, ningeneka. Sintishe, janguta kwenye ngo zangu. Nitamwita kachumbari sasa hivi angekufinya. Wewe unaongea mtu mzima mtoto. Nyumbani. Bella. Bella. Mimi natoka naelekea kazini. Nadhani madam ameshakuachia maagizo kila kitu. Ndio, ameshanipa maelekezo yote. Leo natakiwa upike chakula saizi yako. Kwa sababu hata madamu wako atachelewa kurudi. Na mimi pia vile nitachelewa kurudi. Kwa hiyo pika chakula saizi yako ule wewe tu.
Bosi, unaniacha kweli nile peke yangu? Mimi najisi nitakuwa mpweke. Nimeshazoea kula na wewe. Oh, umezoea kula na mimi. Hata mimi pia nimezoea kula na wewe. Ila kuna kikazi kidogo kimenikabili, hivyo nitachelewa kurudi. Na kama unavyojua binadamu hukaa muda mrefu bila kula inakuwa sio vizuri, itakuja kuletea madhara. Sawa, nitafanya hivyo. Ila juzi nilimwona madam ameingia na mkaka. Kisha na wewe ukafuata. Kwani yule ni ndugu yenu? Mena. Yule ni mwanaume wake mke wake. Mwanaume wake mke wako. Sasa alikuja kufanya nini? Amekuja tu kuangalia mkato wa chumba. Mkato wa chumba? Mbona sijakuelewa hapo? Mena. Nimeongea kikubwa. Yaani walikuja kufanya mapenzi kwenye chumba chao. Vice versa, vice versa. Kufanya mapenzi? Yaani amekuja kufanya tendo la ndoa na mkeo, na wewe ukiwa ndani unashuhudia. Imenibidi nikubali kwa sababu yule ndio faraja ya mke wangu. Kama ilivyokuwa wewe, faraja kwangu mimi. Kitu sichokijua. Wakati yule jamaa anafanya mapenzi na mke wangu, nimejifunza vitu vingi sana ambavyo mimi nilikuwa sivifahamu. Maana nimejua jinsi gani ya kumridhisha mke wangu. Kwa sababu yule jamaa vitu ambavyo alipokuwa anavifanya, nilikuwa naona mpaka mke wangu akiwa anafurahia. Hivyo nimejifunza staili mpya. Hivyo naweza kuzitumia kwako na kwa mke wangu pia. Ili uenjoy au muweze kuenjoy. Sawa. Ila kabla hujavitumia kwa mke wako, uje kwanza kwangu uvitumie, alafu kisha ndio umalize kwa mkeo. Usijali Mena. Mimi na wewe tena. Hivyo nitaanzia kwako kisha nitafuata kwa mke wangu. Ingawa kwa upande wa mke wangu si vitu vigeni sana kwake kwa sababu alikuwa anavipata kupitia kwa yule jamaa. Basi sawa. Nimefurahi kusikia hivyo. Nikutakie kazi njema. Na wewe pia ubaki salama. Vice versa, vice versa, vice versa, vice versa. Vice versa, vice. Mena. Umenitaje? Nimekuita mume wangu. Ila samahani kama nitakuwa nimekosea. Nimejisikia tu kukuita hivyo. Ila kama nimekuudhi, naomba uniwie radhi. Wala hujanikosea kwa sababu imekuwa ni maajabu sana kwangu. Sababu ni kitu ambacho nilikuwa natamani sana kuitwa. Na sio mume wangu. Unaweza kuniita sweet, baby, honey, husband, yani hivyo. Kwa hiyo nimeenjoy sana. Haya. Vice versa, 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 vice versa. Nani? Binamu? Binamu? Wewe binamu? Vice versa, vice versa, vice versa. Vice versa, vice versa, vice versa, vice versa. Wewe binamu, yaani hii imekuwa kwaje? Sasa mimi hapa nimelala juu na mke wangu,
alafu najikuta nimelala chini hapa na huyu mdogo wangu, alafu wewe umelala hapa juu na mke wangu. Imekaaje? Binamu, ukitaka kudai haki yako kuwa mpole. Sasa mimi umenitoa juu umenitupa huku. Ungenivunja vidole. Sikiliza nikwambie. Mimi mwenyewe nilikuwa nimelala hapa chini, lakini najikuta nimeanguka juu. Shida sio kuanguka juu, nimemkumbatia na shemeji. Yaani hivi una kiti mama kweli? Au nadhani mimi unanielekeza ni mtoto mwenzio, si ndio? Yaani inawezekana vipi wewe umelala chini alafu dondokee kwa juu? Yaani inawezekana vipi udondokee kwa juu? Ni bora labda ungekuwa umelala juu hapo umedondokea chini hapo ingewezekana. Yaani umelala chini alafu dondokee juu. Hivi inaingia kweli akilini? Yaani kwa sababu nipo chini mimi nimeangukia juu na wewe uko juu ukaangukia hapa chini, yaani nakopo. Yabo, vice versa. Vice. Kwani mume wangu usiku kunikumbatia wewe? Alikuwa shemeji. Shemeji ni joto zuri. Wewe unasemaje? Ina maana umefurahia kitendo kilichotokea hapa, si ndio? Unamsifu na joto zuri, si ndio? Kwanza hamna nani kilichoendelea mashambulizi yote. Sasa ina maana umeungana naye kusema joto lake zuri na unafurahia kitendo, si ndio? Bulaza, umeona sasa kilichokwenda kutokea hapa? Cha kufanya inabidi utupangie lichumba, na usipofanya hivyo utakuta kesho ni zamu yako kulala na binamu, mimi nitalala na mkeo. Maana nishakwambia eji watolile hejili wajanegete, utajikuta Naona sasa mnaenda kunichefua. Nitawapeleka kwa mjumbe, alafu niwaambie mmetembea na mwanafunzi, sawa? Hii inaenda kuwapa kabisa kesi ya kutembea na mwanafunzi. Sababu hizi dalili mbaya hizi. Binamu, kwani hapa ni mwanafunzi? Kwani sio mke wetu sisi? Mke wetu tu wewe na nani? Yaani kwa sababu mimi nimelala huku ni mke wangu, afu umelala huku chini pia. Shia wife. Binamu, naona sasa hii ili kuepusha haya mambo yanaenda kutokea hapa mbeleni, kwa sababu kuna mauaji naona yatatokea. Mimi nitakuja wewe kukunyonga ili nikuue. Sasa kabla sijakuua ni bora wewe uondoke. Kwa sababu hiki kitendo ulichokifanya kiukweli mimi kimenikwaza sana, kimenigafilisha. Kwanza sitaki hata kukuona. Je, unanibonyeza nini? Unanibonyeza nini? Ina maana umefurahi kitendo kilichotokea, si ndio? Sasa wewe kama umefanya na nini na mke wangu wewe, hebu jiulize upate yani nipate mbegu ya hivi kweli? Mtoto huyu azaliwe kama wewe shepu kasani ya bati. Mtu gani wewe, yani umbo gani hili? Tupate watoto wa Kichaga wa ndani wanakimbizana wanakunja hiyo baili kinoma. Sitaki mimi hizo. Na kama mmeleta huu uchawi wenu wa vijijini, unakuja na uchawi wako huku nini kunihamisha na chini. Mimi saizi nishatoka huko, sawa? Mimi ni Mzalamo saizi, nishabadilika. Sawa? Nishafika yani mimi huku na vigoma. Yaani nikipiga vigoma ndo nanikuta mimi. Haya mambo ya uchawi ni nini? Nani binamu? Mimi ni binadamu sijakamilika. Naomba unisamee, nipo chini ya miguu yako. Na shemeji, naomba unisamee hata kama umenisifia joto langu temperature 60 news. Na ndugu yangu naomba nisamee. Nimepitiwa tu, mimi binadamu nimegafilika. Na haidi hakitajirudia tena hichi kitendo. Kuliko ukatupangia chumba, mimi naona bora kama vile tunalala kama kawaida tu kama siku ya leo ilivyotokea. Hakuna cha kusamea, mimi nimekunja. Yaani hapa lazima uondoke na joto lako, kwa sababu hiki nimeona kabisa kinaenda kutokea kibaya. Kwa sababu kashaanza kukusifia hapa, mimi ipo siku hata nimetoka nimeenda kwenye mitikasi yangu, wewe utakuja na joto lako ndani. Sitaki. Kwa nini unafanya kazi ambayo hujatuma? Huoni kwamba itakuletea matatizo? Kaka, kipindi hichi shule zote zimefungwa na mimi sina kazi nyingine yoyote ya kufanya. Kwa hiyo nimeamua kujitolea kuwasaidia watu ambao wanahitaji msaada wangu. Kuna baadhi ya watu wanahitaji kurekebishwa tabia zao. Kama nina uwezo wa kufanya hivyo, kwa nini nisifanye hivyo? Basi kama shule zimefungwa, ungerudi nyumbani, ukasubiria shule zikifunguliwa, ukaendelea tena na majukumu yako. Umeletwa huku kuja kutafuta elimu ili uje kuisaidia himaya yetu.
Kurudi nyumbani nitarudi, ila mpaka nitakapomaliza majukumu yangu. Ukumbuke kuwa ukipata wewe matatizo, basi ujue imetugharimu na sisi pia. Hivyo basi kuwa makini sana katika nyendo zako. Nalielewa hilo, na ninakuahidi kwamba sitopata matatizo yoyote yale. Nitajichunga mwenyewe na nitakuwa makini katika kila nyendo ambayo unaifanya. Alafu pia kuna mtu ana vinasaba na sisi na anahitaji msaada wetu pia. Vipi, tunaweza tukamsaidia? Ndio, tunaweza kumsaidia wakati wake ukifika, kwa sababu hata kwenye imaya tunamjua ana uwezo mkubwa, ila hajaweza kuutumia, na hii kwa sababu hakukulia katika madhehebu yetu. Sawa kaka, nashukuru. Unatoka na bosi? Ndiyo, natembea naye na sasa hivi nimezoea kabisa. Yaani natamani hata yule mwanamke nimuue ili nibaki tu na yule bosi. Ikiwezekana anioe kabisa. Kwa hiyo unafikia tu hadi ya kufikiria kumuua madamu wako kisa mume wake? Mena, kuwa serious. Kumbuka nini kilichotuleta hapa. Kumbuka hapa leo tumekuja kutafuta maisha ndugu yangu, na sio mapenzi. Sasa nisikie nikwambie kitu. Ndugu yangu, ni bora ule kwa shida, kwa tabu, lakini uwe na amani. Hao wake wa bosi hao wanasumbua, hata kama amekuruhusu, lakini kuwa na limit ndugu yangu. Yaani cha kufanya wewe, mpe tu yule bosi mapenzi ya ukweli. Watajua wenyewe. Yaani wewe onyesha utundu wako. Onyesha utundu wako, yaani ukipewa hiyo nafasi, itumie vizuri. Ila usifikie hatua ya kumuua mnanili, madam. Please usifanye hicho kitu. Ila mimi nilikuwa na wasiwasi. Yaani mwanamke akuachie mwanaume wake, ulale naye na yeye mwenyewe anajua. Alafu awe nomo kabisa. Hiyo nayo ilikuwa inanitisha, ndio maana nilikuwa nataka nifanye hivyo. Kwanza, ushawahi kutembea naye mara ngapi? Na huyo madam kashawahi kukukuta mara ngapi ukiwa na mume wake? Hilo sio la kuuliza. Nimetembea naye mara nyingi tu. Tena muda mwingine huyo mwanamke wake huyo anakuja chumbani kwangu. Anasema kuwa mwanaume wake ananihitaji, yeye kachoka, hawezi kufanya naye chochote. Kwa hiyo mimi ndo naenda nalala naye. Asa sijui kwa nini wafanya hivyo. Basi hiyo kinyume kimbele ndugu yangu. Yaani wazungu wanasema vice versa. Yaani anakuruhusu kiro safi. Sijawahi ona. Yaani ukistajabu ya Musa basi utayaona ya Firaoni. Mimi sijawahi kuona kitu kama hicho. Yaani mwenyewe kabisa nakwambia nenda kalale na mume wangu. Ndugu yangu, hao ni washirikina. Wewe unajua? Shoga yangu, hakuna ushirikina wowote. Yule mwanamke na yule mwanaume, ile ndoa yao sielewi kabisa. Wanaonekana wapendani hata kidogo. Maana hata wakikaa pamoja wakizungumza, unaona kabisa hapa hakuna mapenzi. Inaonekana hakuna mapenzi yoyote kati yao. Ndugu yangu, kupata kazi ni kazi. Mimi nimeacha kazi sasa hivi napata kazi ya kupata kazi nyingine. Sasa kuwa makini, usichezee hiyo nafasi ndugu yangu. Yaani cheza vizuri. Yaani ndugu yangu, usiangushe hiyo fursa ndugu yangu. Unanielewa? Usijali ndugu yangu. Tupo pamoja. Tutasaidiana kwa shida na raha, wala usijali. Najua utatendea kazi. Baridi blaza atasomana au vipi? Asante sana kakaangu, yaani umenisaidia sana. Yaani hiyo simu ndo kila kitu kwa sasa. Yaani mawasiliano yote hapo kwenye hiyo simu. Kila kitu changu kipo kwenye hiyo simu. Asante, Mungu akubariki kakaangu.
Ndo nani line yako eh? Ndio. Mbona unanipa line? Chukua tu line yako. Inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia utapata simu. Maana kijana kanasishia kazi. Yaani mtaa huu kuna watu wabaya sana. Wana roho mbaya kinoma. Kwa Mwenyezi Mungu atakujalia. Hii simu itanisaidia mimi kwa ajili ya mawasiliano. Kaka, usinifanyie hivyo jamani, usinifanyie hivyo. Jamani. She! Ustazi jamani. Usinifanyie hivyo. Unajua hii simu ndo kila kitu, unajua kila kitu kipo huko. Sasa napeleka hii simu kadi wapi, naweka wapi? Wewe usinizoee, sawa? Nimeshakwambia inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia utapata simu nyingine. Hiyo ni dua tosha nimekupa. Kwa hiyo sitaki unisumbue. Sasa jamani, wewe unajua hali yako hiyo na unavyofanya, mbona usinifuate. Sitaki unisumbue. Usiniletee nzimu. Unaelewa? Mtaa mzima huu wananishi mimi ni nani. Kwa hiyo usivunje heshima yangu. Vice versa.